nyumba sielewi kabisa. Yaani unaingia unakutana na mtu unasalimia haitikii. Unaingia ndani kumepoa tu, hakuna yoyote anaongea na mwenzake. Hivi ni nyumba au kaburi? Mara sielewi. Naona mimi mnanichanganya tu. Sasa, usielewe kitu gani? Sielewi kama hivi. Wewe ni nyumba imepoa. Sasa wewe unatoka huko tu unapiga makelele, sitakuelewa na tatizo gani? Mimi sielewi, mnanichanganya. Sielewi kabisa. Sasa usielewe kitu gani? Kama hivi nyumba imepoa, hakuna yoyote anazungumza na mwenzake ndani. Wewe unaonaje? Labda kuna tatizo. Sielewi kabisa. Sielewi nyumba au kaburi, sielewi. Sasa inabidi kwanza uwe msalamu. Sio unarudi tu huko na hasira, unaanza kufika hapo unapiga kelele. Sisi tutakuelewaje au tutakuchukuliaje? Mimi sielewi tu bwana. Lakini ukija uje msalamu kama hivi tuwe tunakaa chini tunazungumza. Ile shida ni nini? Sio unaanza Jamani. Nini shida? Shida ni sielewi kuuliza huyu jamaa. Nimetulia ndani nimepumzika nasikia makelele. Ndugu yangu, shida nini? Wewe uone kama kuna tatizo. Tatizo? Hilo tatizo. Sawa, unajua inawezekana ikawa tatizo au sio tatizo. Sawa, lakini cha msingi ni kupata tu maelewano ya sisi humu ndani. Ndio, yani kitu kikubwa. Sio maelewano. Na wewe unaifahamu, wewe ndio unajua kila kitu, unaifahamu unasuluhisha vitu vyote. Hujui watu napita kitu gani, hujui watu na matatizo gani kwenye kitu chetu. Alafu unachukua rahisi tu. Unajua matatizo yako mengi. Kila mtu ana matatizo yake hapo hiyo. Ndio. Kila mtu ana matatizo, wewe una matatizo yako, ana matatizo yake. Hata kwa cha msingi ni kuelewana. Na yeye kama ana tatizo, azungumze ujue shida gani. Sio unaanza tu hapo na ukiongea. Mtu akija kama mtu anataka kujua shida yako, useme unasikitika. Sisi tunajuaje kama kuna tatizo? Mimi sielewi, unanichanganya. Hii nyumba sielewi kabisa. Na ipo siku nitatoka kwenye hii nyumba. Sawa kabisa. Sawa. Sio wapangaji humu. Kila mtu analipa kodi. Dada hapa analipa kodi. Wewe unalipa kodi. Mimi nalipa kodi. Sawa, mtu akiondoka basi kwa sababu sema tumekukuta wewe tu muda. Lakini swala la kuondoka sio shida. Kwa sababu ukiondoka sitaishi kwa amani. Kwanza utaondoka ajili ya matatizo au kwa hizo shida zako zingine binafsi? Vyovyote vile, mimi naweza kaondoka vyovyote vile. Vyovyote vile. Sasa vyovyote ya matatizo yako ataisha. Hata kama asiishe. Kwa hiyo matatizo yako wewe ni nyumba. Bwana mimi nishakuelewa. Wewe bwana wewe nenda. Mimi nimekuelewa. Haya. Jamani mimi nimekuelewa. Wewe nenda. Baya. Mimi naondoka. Mimi usinisumbue tena, mimi naenda kutulia ndani. Sitaki matatizo na mtu. Wewe nenda. Na mtu mimi nafunga mlango kabisa. Sawa. Mzee. Wajukuu zangu. Ndio. Nawaona jinsi mnavyopambana hapo nyumbani. Mimi nitakuja ili kila mmoja anielezee matatizo yanayomsibu. Unielewa? Nimekuelewa. Niwakute wote hapa. Sawa. Afadhali aje.
aje kusuluhisha mambo yanayoendelea. Itakuwa bora. Sawa. Hamna shida. Nani? Excuse me, boss. You have a text message. Sema Gauro. Karibu. Mjukuu wao. Karibu mzee. Shakaribia. Karibu. Asante sana. Karibu. Sahaba wajukuu zao. Salama kabisa. Marahaba, mnaendelea vizuri? Naendelea vizuri kabisa. Wajukuu zangu mimi nimewaona na nimeona jinsi mnavyogombana hapa nyumbani, mambo hayaeleweki. Sasa mimi nimekuja ili nijue kila mmoja shida yake. Natakiwa mnielezee nijue nitawasaidiaje. Sawa? Sawa. Mzee, Ndio. mimi shida yangu moja. Mimi ni mjamzito. Lakini sijawahi kuambia wenzangu, sijui watalichukuliaje hili swala. Wewe mjamzito? Wewe? Mimi ni mtu naona kama mwenye fulani, lakini sina furaha na majonzi. Majonzi yako? Majonzi yangu, nilikuwa na mtu ninayempenda kwa dhati, lakini wazazi wake wamenikataa. Hivi sasa nitafuta mchumba mwingine. Nimekuelewa. Na wewe? Mzee wangu na majanga makubwa sana. Ndio. Nilipoteza kazi kama miezi miwili iliyopita. Ni kazi ambayo ilikuwa inaniingizia kipato kizuri tu. Na mimi maisha yangu yalikuwa yanaenda. Lakini nimekuja kuipoteza. Na ndio maana hili swala limeniathiri kichwani. Muda wote nakuwa mtu mwenye hasira tu. Nagombana na kila mtu. Sababu ya hiki kitu. Sawa. Na wewe kijana? Na kwa upande wangu mimi mzee, hakuna kinachonisibu. Ila napenda au napendelea amani katika nyumba. Ndio kitu ambacho napendelea. Nafanya vizuri sana. Naam. Nataka wote tuwe wenye furaha. Ni kama ndugu. Kwa hiyo amani ndio kitu kizuri sana. Ni sahihi. Mkiishi nyumba moja, unatakiwa muishi kama ndugu. Ndio. Leo tatizo likinitokea, huyu wa kwanza kuja kukugongea wewe. Sahihi. Hawezi kuja kwangu mimi kijijini. Ni kweli ndio. Huyu likinitokea atagonga kwa huyu. Sasa lazima muishi kama ndugu. Sahihi. Vijana wangu mimi nimewaelewa. Nimewaelewa, matatizo yenu nimeyasikia, ila tatizo lenu moja tu. Hamkuambiana. Siku zote kinapokusibu kitu, mtafute mwenzako, umwambie. Anaweza akakushauri chochote, ukapata njia ya kutatua matatizo yako. Sahihi. Siku zote ukimya unaua kuliko njaa. Kweli. Unielewa? Kweli sasa. Nimewasikiliza, hakuna sababu ya kuishi ninyi kwa ugomvi. Hakuna. Ndio. Kikubwa msifichane.
Kweli mzee wangu. Unaishi naye pamoja ndiyo ndugu huyo. Likikusibu kaka, kuna hiki na hiki na hiki, nyinyi wote ni ndugu. Ni sahihi. Ugomvi sitaki kwa nyumba yako. Ishini vizuri. Sawa, tumekuelewa. Kama mmenielewa, sawa. Na tukuja kwa hili tu baada ya kuona ugomvi kila siku, mizozo, nikaamua nije kusuluhisha ili nyinyi muendelee kuishi vizuri. Mimi hapa sina mkao. Nawahi shamba na kazi huko za kulima. Kama mnavyojua kijijini. Sawa? Sawa. Natumaini mtaishi vizuri. Mimi niwaache niondoke. Kijana, Naam. nakutegemea sana kwenye hii nyumba. Sawa mzee. Nasimamia wenzio. Mzee Ugomvi sio mzuri. sawa. Sawa? Haya, karibu tena. Basi inshallah muishi vizuri. Karibu Magaulo. Usiwa. Jamani, mimi nadhani suluhisho limepatikana la hili nyumba. Ndio. Kwa hiyo mimi naona tusameane tulipokoseana, tuanze maisha mengine. Sawa. Hamna shida. Maana sisi wote ni ndugu. Tusipende kuwa na kisasi kwenye nyumba. Ya, ni kweli hao. Sahihi. Sahihi kabisa. Sawa.